tumeanza kutoa elimu pia kwa hawa waandaaji wakubwa kuhakikisha kwamba tuwe na tukio la watoto special kwa ajili ya watoto. Kwa mfano kama ni NBC tutakuwa na NBC Kids Run. Lakini kama kwa mfano ni CRDB tutakuwa na CRDB Kids Run ambayo itakuwa ni tukio la watoto tu. Kwa hiyo kile kitawahamasisha. Nilitoa mfano nikasema sisi tulitokana na zamani na mbio moja ilikuwa inaitwa Mount Meru Marathon. Kulikuwa kuna mbio za watoto. Kwa hiyo wale wanafunzi mliokuwa wamefanya vizuri kwenye michezo ya mitashumta, kwenye michezo ya UMISETA, tulikuwa tunapelekwa kwenye mbio za Mount Meru Marathon. Na wakati huo mbio ilikuwa moja tu Tanzania. Hakuwepo na mbio nyingi kama sasa hivi. Kwa hiyo ili kila mwaka tukawa tunajiandaa. Msimu ukishafika tunaanza kujiandaa mapema kwamba ili upate timu ya wilaya kwenda kwenye upande tu gari uende ukaone mji wa Arusha enzi hizo. Sasa leo hii ule mfumo wakati ule ulitusaidia. Leo hii tukianza kuhamasisha hawa watoto wetu mapema hii, sisi tutakuwa na idadi kubwa ya wanariadha kama Kenya na Ethiopia. Ndio. Na tuna kazi, maana Wakenya sasa hizo washahama wenzetu, kwenye mbio ndefu wapo, kwenye kurusha na kutupa wapo. Yaani kila yani riadha kwa upana wake wote wa Kenya wapo. Ethiopia ndio sijaona sana, lakini kwa Kenya na Uganda wametupikwa hapo Mheshimiwa Rais. Sasa sijui unaonaje naye kwa upande wako pia hizi event zote kama taifa. Tuwe kwenye mashindano sisi tuwemo na tushindane, tusiende tu kama timu, tushindane. Ni kweli hayo mabadiliko nayoona. Hizi nchi zote ukiangalia historia huko nyuma zilikuwa nyuma ya Tanzania. Tanzania ndio ilikuwa mbele kuliko Kenya, kuliko Ethiopia, kuliko miaka ya mzee John Stephen Ahwari miaka hiyo au kina Philbert Bayi, akina Gidamis Shahanga. Tanzania ilikuwa ndio iko mbele. Kenya ndio ilijifunza kutoka kwa Tanzania miaka hiyo. Hawa wenzetu wa Ethiopia. Lakini nini kilitokea hapa katikati? Nafikiri kila mmoja anajua. Mahali sisi tulilose ni pale ambapo michezo wakati ilisimamishwa mashuleni kati ya mwaka 2005 kwenda mbele. Wakati waziri wa elimu akiwa Joseph Mungai, nakumbuka miaka ile alisitisha michezo mashuleni. Sasa lile jambo kidogo hapa katikati lilitengeneza gap kubwa sana, hasa kwenye mchezo wetu wa riadha, japo hata pia kwa michezo mingine. Lakini tangu michezo imerudishwa mashuleni, nimeona hata sisi shirikisho la riadha mwaka huu tumepeleka timu ya ufundi kwenye mashindano ya mitashumta kitaifa na UMISETA, na tumeenda kwa motivate wale watoto. Tulipata mdhamini kutoka kampuni ya Nike, tukapeleka na kwa motivate wale washindi wa michezo yote ya riadha kwenda kuwapa vifaa. Sasa ile itakwenda kuhamasisha yule mtoto. Maana yake nini? Maana yake yule mtoto akirudi kule shuleni pamoja na kocha wake atakuwa anajituma kwamba anatarajia kwamba mashindano mengine ya UMISETA yajayo aingie kwenye timu ya mkoa ili aweze kushiriki mashindano ya taifa, apate zawadi kama hili. Sisi ilikuwa ukipata t-shirt ya Pepsi wakati Mount Meru Marathon inaendeshwa. Ukipata t-shirt ya Pepsi, hiyo ndio t-shirt maalum unaenda nayo kanisani. Unaonekana mtu mwenye nguo nzuri kuliko mtu mwingine, tena imeandikwa Mount Meru Marathon. Sasa yule mtoto leo atavaa t-shirt imeandikwa Nike ya Netherlands. Ana singlet nzuri, ana tight nzuri, ana t-shirt nzuri, ana bukta nzuri. Maana yake hata anaposhindana na wenzake, yeye sasa anaonekana ana nguo ya standard professional kama mwanariadha. Tofauti na wenzake wanaokimbilia nguo za shule. Sasa tumeanza na hilo kwanza sasa hivi, lakini vile vile tumeanza kuhamasisha kwa jamii kabisa, hasa kule kwenye ngazi ya familia. Kuhakikisha kwamba kwenye ngazi hizi za familia tunaanza kupata vile wazazi wanaanza kuhamasisha watoto wao kuleta kwenye mchezo wa riadha. Na hilo limeshaanza. Sasa hivi wazazi wengi umeona wanakuja hata kwenye hizi mbio za barabarani, wengi wanakuja na watoto wao. Na lengo hasa ni kwa motivate watoto wao. Sasa si katika mfumo ule wa kuwashika watoto mikono na unaenda naye kilomita 10. Hizo tumezikataza. Na zile za kilomita tumezikataza kwenda na watoto umbali ule kwa sababu tunawadumaza wale watoto. Tumesema watoto wakimbie wenyewe na watasimamiwa na waamuzi wa shirikisho la riadha pamoja na wanachama wetu wale professional, na wale watoto watakuwa chini ya uangalizi. Tunataka wale watoto washindane. Yule mtoto anataka kushindana. Yule mtoto si hajui habari ya kukimbia kama fun run. Yule mtoto kwa sheria za shirikisho la riadha dunia, mtoto ni elite. Yeye anachojua ni kushindana. Yeye anataka ashindwe au ashinde. Sasa akitoka pale, yule mtoto tena sio huyo unayofikiria. Yule mtoto atakuwa kwenye kichwa chake amejitengenezea kwamba yeye sasa anapokwenda mahali popote anashindana kwenye riadha. Sasa ukimshika mkono unatembea naye, yule hujamfundisha kukimbia, yule si hujamleta kwenye riadha. Yule utakuwa unaanza kumfundisha, kumdumaza akili kwamba huyu sio wa kwenda kushindana na wenzake. Sasa ule ujasiri wa kushindana wanaanza akiwa na wenzake.
Aidha kwa sababu wanakimbia kwenye umri ambao unaofanana. Sasa kwa sheria za shirikisho la riadha dunia, mtoto kuanzia miaka 6 mpaka 12 hawa wanahesabika wako kwenye room moja. Sasa wale unapokimbiza, wanaposhindana, huyu anakuja kutoka chini, huyu anapanda juu. Maana yake yule wa 12 ataenda baadaye kwenye youth. Huyu wa miaka 6, 7, 8 baadaye anakuja kwenye wale kids. Sasa moja kwa moja wale unaanza kutengeneza room, unaanza kutengeneza cycle, kwa maana kwamba wale wanaanza kupokezana, wanapanda, naenda ngazi kwa ngazi. Baadaye anapofika huku chini tayari miaka 20, miaka 19 mpaka 20, tumeshapata wakimbiaji wazuri ambao watakuwa na viwango vya kimataifa.